Mnataka ni wabrashie viatu? Ndio. Alivyowanunulia baba yako na mama yako? Ndio. Wow, nami nikitaka kuwabrashia ninatamani mniimbie kale kawimbo kazuri. Mnakajua? Ndio. Yes, natamani mniimbie. Mko tayari? Ndio. Sio ndio, ni ndio. Sema ndio. Ndio. Wow, safi kabisa. Hebu tupate hako kawimbo nami nikasikilize. Nakapenda sana. Inafurahisha? Inafurahisha? Ndio. Hivi unaonaje ukiamka asubuhi ukafanya vile? Si mwili utachangamka? Ndio. Kabisa? Ndio. Mungu azidi kukubariki sana. Ninatamani kabla sijaendelea kuwabrashia viatu vyenu vizuri hivi, vyenye tabasamu nzuri kabisa, ninatamani tuombe na yule mtoto aliyoko kule nyumbani. Ila kabla kuomba, kuna neno la Biblia. Hili neno linatolewa na mtoto mmoja, utamuona muda sio mrefu. Karibu, baada ya neno tutaenda kuomba. Karibu sana aliyejiandaa kwa neno la Biblia. Neno la Biblia. Ka Biblia yako. Shika. Karibu kwa neno la Biblia. Tusome wote na yule mtoto aliyoko kule nyumbani. Karibu. Fungu letu la leo linatoka katika Waebrania 4 mstari wa 7. Naye anasema, akaweka tena siku fulani akisema, Daudi baada ya muda mwingi namna hii leo, kama ilivyo neno tangu zamani. Leo kama mtasikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu. Amina. Amina. Unapokuwa ukifanya kazi, muda wa maombi unapaswa kutulia. Hebu mtoto tufumbe macho tuweze kuomba. Nikisema watoto tuombe, na unasema omba mwalimu. Watoto tuombe. Omba mwalimu. Asante Mwenyezi Mungu kwa wakati huu tunapoenda kuyachunguza maandiko yako. Kuwa pamoja na sisi na yule mtoto anayetusikiliza, kwa jina lako Yesu, amen. Amen. Siku
siku moja. Sema siku moja. Siku moja. Sema siku moja. Siku moja. Katika shule moja yenye ghorofa kubwa, kulikuwa na ghorofa 3. Ya kwanza tuanze kuzihesabu: ya pili, ya tatu. Ni refu Ni refu. Ukiambiwa kuruka unaweza ukakataa, na unaweza usimwamini mtu yeyote kwa jambo lolote, kwa jinsi ambavyo anavyokwambia uruke. Ilikuwa ni refu sana, lakini bahati mbaya, mwambie rafiki yako, bahati mbaya, moto uliwaka katika lile jengo la chini. Nasikitisha, uliwaka moto mkubwa, na bahati mbaya kulikuwa na watoto mle ndani. Inaumiza sana kuona moto ukiwaka karibu na watoto. Moto ukawaka, ikabidi watoto wakimbilia kwenye ile floor ya juu ya mwisho kabisa. Wakakimbia wakapanda juu kabisa. Hawa watoto, unajua ni nini? Wakaanza kutafuta namna ya kushuka chini. Moto unazidi kupanda katikati, unafika sasa, jengo linaanza kushika moto, mbao zinaanza kushika moto, moto unazidi kuwa mkubwa. Ewe mtoto unayenisikiliza, ewe mtoto, inasikitisha sana kuona watoto wenzetu wapo katikati ya jengo mwisho kabisa, halafu hawana sehemu ya kutokea na moto unazidi kuwaka. Watu walianza kukusanyika katikati ya jengo ili kusudi waweze kuwaokoa wale watoto. Kulikuwa na mtoto mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Johnson. Alikuwepo pale, na kulikuwa na mtoto mmoja anaitwa Alexander. Alikuwepo pale kwenye lile jengo, na watoto wenzake wote wa shuleni waliokuwa kule juu. Lakini baba yake na Johnson alifika kwenye lile jengo. Alipofika kwenye lile jengo, akawaangalia watoto kule wengi, na bahati mbaya au nzuri, akamuona na mtoto wake yule kule Johnson. Yule kule ninamuona, lakini hana sehemu ya kupitia. Anapita wapi? Na moto umeziba kila kona. Madirishani sasa moto unakamata, huko kwenye milango moto unashika kasi. Unajua ilikuwaje? Baba alisogea, huyu mzee alisogea na akaangalia wale watoto na akazungumza na wale watoto, akaanza kusema, rukeni nami nitawadaka. Kwenye jengo la ghorofa 3. Nani angeruka? Sisi tunaoweza kukimbia tu tambalale, nani angeweza kuruka kwenye lile jengo? Hakuna. Lakini mtoto mmoja kwa imani akasema, moto unakuja, huyu baba ananiambia niruke. Akajitokeza mtoto mmoja, jina lake anaitwa Alexander, akasimama pale mbele kwenye dirisha, akaanza kuhesabu aruke. Akajitosa, moto unazidi kushika kasi, unakuja, akaruka. Alivyoruka, yule baba naye akajitahidi, akamdaka. Sema wow. Akamdaka, akamshusha Alexander. Mwenye kusema hii inawezekana, inawezekana. Nao wakasogea dirishani, baadhi yao wakaruka, baba akawadaka, anawaweka. Mwingine akaruka, anajitahidi, akamkamata, akamweka. Akabakia Johnson peke yake. Johnson alipofika kwenye lile dirisha na kuangalia ni sehemu ndefu, aliogopa. Alifanyaje? Aliogopa Johnson. Akasema siwezi kuruka, siwezi. Mwisho wa siku akatoka, akaenda akajifungia kwenye mlango wa choo, akaugua na moto. Moto ulipofika ukateketeza lile jengo. Baba alivyoona vile, aliumia moyoni mwake, akasikitika, akasema kwa nini Johnson kaogopa kuruka? Na Johnson habari yake ikawa imefanyaje? Imeishia pale. Johnson akafa. Kinatufundisha nini ewe mtoto? Kinatufundisha nini hiki kisa? Kinatufundisha nini? Kuna wakati tumekuwa katika giza. Sisi watoto
kipindi ambapo tunaambiwa na Yesu turuke kutoka katika shimo la dhambi na kuruka katika mikono iliyo salama ya Yesu Kristo. Lakini watoto tunakataa, tunaogopa, tunaona kwamba tutakosa vitu vingi tukienda kule. Tumeng'ang'ania kwenye shimo, tumeng'ang'ania kwenye shimo la giza, na tumeng'ang'ania kwenye chumba cha choo, chumba cha dhambi. Kristo anatufundisha katika Waebrania 4 mstari ule wa 7. Sisi watoto, ewe mtoto, toka katika shimo la dhambi, toka katika mikono ya dhambi, luka katika mikono iliyo salama ya Yesu Kristo. Umesemaje watoto wazuri? Amina. Kisa hicho nilitamani niwapatie kabla ya kuwavalishia viatu vyenu, na viatu vyenu sasa viko tayari, lakini nina ombi moja. Mko tayari? Ndio. Mtanikubalia? Ndio. Halafu niwapatie viatu vyenu muondoke. Mko tayari? Ndio. Kuna kawimbo kamoja kazuri, Yesu alishinda. Nakakumbuka? Ndio. Nakakumbuka? Ndio. Tusogeeni hapa. Baada ya hapa nitawapatia viatu vyenu vikiwa safi kabisa. Karibuni kwa ajili ya huo wimbo. Hata wewe mtoto, simama tuimbe pamoja. Karibu kwa ajili ya huo wimbo. Zamani kulikuwa na vita mbinguni, Mwokozi nalo jeshi la malaika waovu. Shetani hakushinda, akatupwa chini pamoja nalo jeshi la malaika waovu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, twashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, twashinda tukimtegemea Yesu. Tangazo la hatari, ameshuka kwenu. Shetani yule joka wa zamani, Ibilisi, ajua muda wake ni mchache sana. Ushindi ni kwa damu yake Yesu mwana kondoo. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, twashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, twashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, twashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani.
utakapokubali Yesu akudake, Yesu atashinda, kwa sababu pia shetani anakung'ang'ania. Hivyo unapokuwa mikononi kwa Yesu, Yesu ni mshindi. Watoto sema Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Tunatamani kuomba muda huu ili kusudi tuweze kwenda kupata mibaraka kutoka kwa Mungu, kuwa mwaminifu katika maombi ili Yesu awe nani? Mshindi. Tufumbe macho tuombe, na utazungumuza kama ninavyozungumza mimi. Tuombe. Uliyevaa kofia, vua kofia yako kama mimi hapa. Basi tuombe. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kushinda. Kwa kushinda. Kuanzia sasa hivi. Kuanzia sasa hivi. Nimeruka katika dhambi. Nimeruka katika dhambi. Na umenidaka katika wema. Na umenidaka katika wema. Tunakushukuru Yesu. Tunakushukuru Yesu. Tukue pamoja na wewe. Tukue pamoja na wewe. Kwa jina lako Yesu. Kwa jina lako Yesu. Amina. Amina. Ninatamani niwapatie viatu vyenu, kila mtu achukue cha kwake. Kila mtu achukue kiatu chake. Viatu vimekuwa vizuri. Chukua kiatu. Chukua kiatu. Huko tunawaambia chukua viatu vyenu, vimekuwa visafi Ndio. Basi ambia watoto wa nyumbani bye. Bye.